Moja kwa moja katika uwanja wa Sabasaba, mchezo kati ya kikosi cha timu ya Igima dhidi ya Igominyi umeweza kumalizika hapa. Mchezo kumalizika kwa sare ya goli 1-1. Niko hapa na makapteni wa timu zote mbili, nikianza na kapteni timu mwenyeji kwa maana ya Igima FC. Kwanza tuanze kwa majina yako, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Wilbert Chungwa. Bwana, pole kwa mchezo lakini pia hongera. Mmeona tumepata sare katika mechi zenu mbili. Hii inatokana nini? Ni makosa tu madogo madogo, tumejipanga vizuri lakini mwisho wa siku ndo kama hivi. Tumeingia uwanjani, tumeanza sisi kushinda mwanzoni kabisa kipindi cha kwanza, kipindi cha pili tumeingia, tumedelay. Makosa madogo ya mabeki. Pass moja, goli imetukosti. Kipindi cha kwanza mlionekana kuwa ni timu ya pili, lakini kipindi cha pili mkarejea na nyinyi kupeleka mashambulizi makubwa sana. Unafikiri kitu gani ambacho kimewafelisha zaidi? Ni muunganiko. Tulivyoingia kipindi cha pili tumejitahidi kupeleka mashambulizi lakini bado viungo vyetu hawakuwa makini kuchezesha. Ndio kilichotupelekea sisi mabeki kuchoka na kupoteana, lakini tumejituma na tumecheza kadri ya uwezo. Basi bahati mbaya ndio matokeo. Tunafahamu kabisa huu ni mechi ya pili na mna pointi moja. Inawezekana mkao mnasubiri mchezo wa mwisho kati ya Igominyi, kama unawezekana ukapata nafasi? Nafasi ni ngumu. Kwa pointi tulionayo hii ni moja, japo sawa mechi ya kwanza tumepoteza na hii tumesale, tuna pointi moja. Lakini mechi ya Igominyi dhidi ya na Bajaji sidhani kama inaweza katupa matumaini sisi. Unaambia lakini bado tunazidi kupambana, sio kama tumekata tamaa. Bado tunazidi kupambana, ikitokea tunaingia. Unaambia nini mashabiki wa Igima baada ya haya mashindano, nini watarejea? Wasikate tamaa kutusapoti. Sisi ndo tunajikusanya tena kwa mashindano mengine. Tunaomba mtualike kama yapo, msisite, sisi tupo kupambana. Mimi nikushukuru sana. Asante. Au mwekezaji amekimbia? Hayupo. Mimi nikushukuru sana. Wewe ni kapteni kwa upande wa kikosi cha timu ya Igima, amemaliza hivyo akiwataka pia mashabiki kwa upande wa kikosi cha timu ya Igima FC kuendelea kuwaunga mkono, lakini kama kutakuwa kuna mashindano mengine hakikisha kabisa watu ambao wanaandaa Igima wako tayari, wenyewe ni wanajeshi ambao wako tayari, vita ikiango tu wako live. Bwana, nipo pia na kapteni kwa upande wa kikosi cha timu ya Igominyi. Wewe kwa majina unakuita nani? Kwa jina naitwa Benito Mdendemi. Pole na mchezo lakini hongera pia. Asante. Sisi mafanikio ilikuwa wapi? Mnakutana timu ambayo kwanza nyinyi mchezo wenu wa kwanza, lakini hii ni mechi ambayo Igima ilikuwa inahitaji matokeo. Ugumu ulikuwa wapi kwenu? Ugumu ulikuwa kipindi cha kwanza ambapo tumepata kupoteza kwa goli moja. Wachezaji wangu nikawaambia tujitume, tuhakikishe tunapata sare, kama hatufungwi tupate hata sare, tuje tumalize mechi ya mwisho. Nashukuru wachezaji wangu wamejituma ipasavyo kwa asilimia zote. Tumepata sare. Unafikiri ni sehemu gani ambapo mlifeli kwa kiasi kikubwa sana hadi mmeshindwa kupata matokeo ya ushindi siku ya hivi leo? Siwezi kusema tumefeli wakati hata sare tumepata. Ila kikubwa ninachosema, wachezaji wamejituma na asilimia zote tunapita. Watarejea nini mashabiki kwa upande wa kocha timu ya Igominyi? Kumbuka mna mchezo dhidi ya Bajaji. Watarajie ushindi dhidi ya Bajaji. Inshallah Mungu atasaidia, tutapita. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Bwana, huyo ni kapteni kwa upande wa kocha ya timu ya Igominyi akimaliza hivyo, lakini akiwaambia pia mashabiki wazao watarajie. Bwana, ni mashindano ya Flaima and Aba Ujenzi Cup ambapo ilikuwa inaenda katika uwanja wa Sabasaba. Kumbuka huu ulikuwa ni mchezo wa pili. Mchezo wa kwanza ulimalizika pia kwa timu ya upande wa kocha ya timu ya Chui FC kupoteza mbele ya Wiki. Mchezo wa pili kwa Igominyi dhidi ya Igima, mchezo ambao umalizika kwa sare ya kufungana goli 1-1. Mimi naitwa Kani Jayala. Asante, tukutane wakati mwingine.